Kwanza tunafaa siku ya leo ni Sabato. Je, kufiki siku ambayo umemaliza wiki na kuwa ikiwa kama ukiona wiki hamjapatana tatizo, wiki ambayo hujana na magoa, na ni wiki ambayo umekutana familia yako na furaha, huo ni mkono Mungu. Na nilikuwa nimekaa nikafikiria, nikawa kujiuliza maswali kama mwana matengenezo mmoja wa matengenezo. Nilipojichunguza jiuliza, je, ni mwana matengenezo hali ama mimi tu wa kujiita mwana matengenezo? Mimi si kama na nilipokuwa najifikiri kaona pia sisi wana matengenezo tunaweza kuwa tuko na ujumbe ama tuko na jumbe ambazo Mungu ametupea katika hizi za mwisho. Lakini nikakuja kuona za kuwa na kila kitu, lakini kuna mambo Biblia jaribu kutunulia. Kwanza tujichunguze sisi wenyewe na kuyafanyia kazi. Nilipokuwa ninataka sana kujifunza, na pia nikataka tufunze wachache au tutafuatia mafundisho haya kuona Mungu anatuambia aje, ama ni haswa cha Mungu katika maandiko. Tusiwe watu wa kujua mengi lakini hatuyatendei kazi. Katika Biblia yote tunafaa tujue kitu kinachoitwa upendo. Upendo je, si amuka tu upendo, bali ni kuangalia, je, fanyia kazi katika upendo huo. Na nilipokuwa nikajiuliza kazi, je, mimi ni msikiaji tu wa neno ama naifanyia kazi? Nilikuwa nimekaa nikasoma kitabu hapo kwa Mathayo 7. Nisomee kama Mathayo 7 mstari 24 ndio tuweze kuomba. Soma hiyo. Nasema Mathayo mtakatifu 7 mstari wa 24. Soma. Inasema, Basi kila asikiaye hayo maneno yangu kuyafanya na kuyanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Kwa hivyo hapa kwanza tunachukua kuna sikia. Je, tunasikia? Lakini je, tunatendea kazi? Kwa sababu Biblia inatuambia yule ambaye anasikia maneno yangu kuyafanya inasema analishwa na nini? Mtu mwenye akili. Aliyeijenga nyumba yake juu ya mwamba. Kwa hivyo unaposikia kuifanyia unanishwa na yule tu ako akili anayoijenga nyumba yake juu ya mwamba. Kwa hivyo nikajiuliza swali la kwanza, je, mimi sikia Mungu ama nasikia Mungu? Je, fanyia kazi? Ni vizuri pia sisi watengenezo tuulize maswali tunapokuwa tunafanya kazi, ama ni kusikia? Kitabu cha kinatuambia tutafute kwanza ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tunajaribu mbiwa jifunze sana kutaka kuelewa zaidi mambo ya Mungu. Nisomee kitabu cha Mathayo hiyo 6 bali wa 23. Tunaambiwa tutafute ufalme wa Mungu kwanza. Soma. Mathayo 6:33. Sema. Inasema, Basi utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote tazidishiwa. Kwa hivyo tunafaa tuweke suguri ya dunia hii ama mambo zetu tuchukulie kwanza wa mbingu, kwa sababu tarajia hiyo. Tufahamu kwa akili zetu kuelewa mambo ama kuelewa penzi ya Mungu, ili tukawe kutilia ama kufanyia kazi kile ambacho Mungu anachokueleza. Kwa tunapofanya zaidi kutaka kutafuta ufalme wa Mungu, ni lazima tusome na tufanyie kazi kutafuta ufalme wa Mungu. Na kabla hatujalea ni kwanza ndio tuanzie ujumbe wetu ambao kichwa chake sema upendo. Tunaongelea leo topic yetu ya upendo. Sasa tuangalie upendo ndani. Ndio tuangalie tunatilia maanani kwa huo upendo. Na upendo maana yake nini? Sio watu wa ama kama tu lakini fanyii kazi. Tuombe. Mtakatifu uishie milele, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tulinde kwa damu yako. Nasi tusiwe watu na maneno yetu, bali wewe nasi. Tunakuomba ujasiri, nguvu itoke mbinguni. Tupe
tupe hekima ambayo imetoka kwako, tuongoze tutakapoongea. Wacha wale ambao moja wawili watakaosikia ujumbe huu kaweze kuwasaidia katika yao. Sina na sisi sema tusamehe kosa yetu ambayo tumefanya wiki yote, pia hata leo tumeyafanya. Jana tufanye, tutii kwa roho wako nyenyekea. Tupe nguvu kufanya mapenzi yako, tusiwe watu sikia tu, bali tuyafanyie kazi ili tukaweze kukamilika katika mbele zako. Tunakusihi uweze kusimama nasi, tupe mafanikio, tupe upendo, tupe yale ambayo tunayofanya katika ulimwengu. Tuondoe katika tuongoze ili tukaweze kufanikiwa na kuweza kuamini mpaka wakati utakaporudi. Naombea familia ambao wanaumia, wengi ambao walikuwa wanatakia ujumbe wako lakini bado magonjwa yamewakaba. Pia nasi tupari na magonjwa, tuweke karibu ili iweze kufanikiwa, tukaweze kufanya penzi yako, kuweza kukufurahisha ili utakaposikiliza tuweze kutuokoa. Ni katika jina la Yesu tunaomba. Amina. Nisome Yakobo 2 mstari wa kwanza. Inasemaje? Yakobo 2 ngapi? Mstari wa kwanza. Hapo moja, nitakwambia penye utafika. Inaje? Yakobo 2 moja. Anzia hapo. Inasema, ndugu zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, msiwe nayo kwa kupendea. Sasa kwa nini tutoe haya andiko? Nataka sikilize vizuri, alafu tukuchukulie. Je, sisi wana matengenezo tunafanya kazi hiyo ama tuna hivyo? Na kama tutafanya hivyo, sidhani kama Mungu atakuwa pamoja si. Hebu rudia, inasemaje? Anzia 1 mpaka mahali nitakwambia. Soma. Ndugu zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Imani ya Bwana Yesu Kristo, Bwana wa utukufu. Msiwe nayo kwa kupendea watu. Usiwe nayo kwa kupendea watu. Endelea. Maana kiingia katika sinagogi lenu. Point inaanzia hapa. Pakiingia katika sinagogi. Si tunaelewa ni kanisa. Ingawa kuna wasema ni msikiti. Tunaelewa ni kanisa. Endelea. Kanisa sinagogi lenu. Sinagogi lenu. Mtu mwenye pete ya dhahabu akiingia, yule mtu ambaye ana pete ya dhahabu na vazi mazuri. Kisha akaingia na maskini mwenye mavazi mabovu. 3. Na nyingi. Soma vizuri. Nyingi. Soma vizuri. Au si nyingi. Nanyi mkimstahili yule alivaa mavazi mazuri, yani mkamchukulia yule mtu ambaye amevaa vyema ama amejifika vyema, na kumwelea kewe hapa hali pazuri, yani ukamchukua yule mtu aliye na mali ukamwekea keti hapa mahali pazuri, na kumwambia yule maskini, na kumwambia yule ambaye hana lolote, simama wewe pale au keti miguuni pangu. 4. Je, hamfanya hitilafu mioyoni mwenu? Kwa hivyo hapa wasiwasi hapa hamuko kabisa. Endelea. Mioyoni mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu. Sasa tunafaa tuunze kitu sana wanatengenezo. Siangalie wale watu wako na uwezo, tukatea wale ambao hawana uwezo, sababu tukihayo hakika upendo Bwana hautakati yetu. Tunaongozwa si roho wa Mungu, tutakuwa tunaongozwa na roho mwingine si wa Mungu. Je, tunajifaa tujiulize, tunafaa penzi ya Mungu? Je, tuko? Enda ule kusoma paka verse 30 utaelewa mambo mengi hapo. Je, tunafaa kufanya nini? Sisi wao ni wa Kristo. Zaburi 44:41 mstari kwanza. Soma mpaka nitakwambia. Soma. Zaburi 41 mstari kwanza mpaka wa. Soma. Nasemaje? Tunafaa kufanya nini? Soma. 40 wa kwanza Zaburi. 41 wa kwanza na mpaka 3. Nasema, amkae mnyonge. Sasa hawa wanyonge hawa tunaambiwa heri sisi hao wanaowakumbuka nyonge. Heri amkumbuka nyonge. Bwana atamuokoa siku za taabu. Ili tuwe kufanikiwa na kuokolewa ni lazima tuwakumbuke wanyonge. Endelea. 2. Bwana atamlinda na kumhifadhi hai.
Wana matengenezo ili tuweze kukiwa na kuliwa na Bwana. Kitu ya kwanza ni lazima tuwatie wanyonge, wale ambao watu wamelemewa. Tusichukulie wale matajiri na kuwa mahali palipo juu. Ili tukaweze kufanikiwa katika maisha, lazima tuweze kuwatia wanyonge. Naye atafanikiwa katika nchi, nasi tutafanikiwa katika nchi. Wala umtie katika hali wamtakiao adui. Tena tunaambiwa wafanye nini? 2. Bwana atamlinda kumhifadhi hai, naye atafanikiwa katika nchi. Endelea. Wala usimtie katika hali wamtakiao adui zake. Kwa hivyo simwache akaingia katikati ya maadui zake. Kwa sababu ya nini? Sisi wenyewe tunafaa tuwatie wale mambo mazuri, tusiwatie wapate ama wakuwe na zile tunaweza zihitaji. Yani hebu rudia tena uweze kuelewa vile. 3. Bwana atategemeza alipo mgonjwa. Ngoja rudi 2 hapo penye simu nini katika nini mikono ya adui. 2. Bwana atamlinda na kuhifadhi hai. Bwana atamlinda na kuhifadhi hai yule mtu ambaye anamtakia mnyonge. Naye atafanikiwa katika nchi. Kwa hivyo utafanikiwa wewe mjali nani? Mungu, si ndio? Utafanikiwa na utabarikiwa na utafanywa nini na Mungu? Endelea. Wala usimtie katika hali wamtakia. Wala usimtie katika hali ya wamtakia maadui. Endelea. 3. Bwana ategemeza alipo mgonjwa kitandani. Bwana ategemeza alipo mgonjwa kitandani. Katika ugonjwa wake umemtanikia. 4. Mimi nalisema Bwana unidhili. Hebu rudia 3. Bwana ategemeza alipo mgonjwa kitandani. Bwana atamtengemeza alipo mgonjwa kitandani. Nataka ufike hapo 3. Katika ugonjwa wake. Katika ugonjwa wake umemtandikia. Sawa. Kwa hivyo tunaona kuna yale mambo atakupata unapomwalia mnyonge, na ni mambo mazuri ambayo Mungu anatuwazia. Kwa hivyo tunafaa tuulize maswali. Sisi matengenezo tunafanya haya kama sisi tunafanya yale yetu, kwa sababu sisi tunaambiwa hivi Biblia katika Zaburi 39:6 tuambiaje? 30:6 inasemaje? 30:6 inasemaje? Inasema binadamu enda tu kona huku. Kwa sababu sisi tumeelewa sisi binadamu tunahangaika huku na huku. Kama kivuli. Hufanya ghasia. Tunafanya ghasia tu kwa ajili ya ubadili. Kwa sababu ya ukiri wetu. Akibala hujui ni nani atakaye kuwa. Kwa hivyo tunaka hapa lakini hatuelewi ni nani atakaye chukua. Kwa hivyo tunafaa kwanza tutafute ufalme wa Mungu. Na ambapo mara mingi tutafute kwanza ufalme wa Mungu. Tuachane na mambo nia. Na pende ambao ndugu zetu. Tuwapende ambao ni madugu zetu. Na tunapoishi kwa dunia hii, kabla hatujaenda kuambia imani za wale wengine, kabla hatujaenda kuchunguza imani za wale wengine, je, tunabaje katika Biblia? Nisomee Luka 6 mstari wa 41 na 42. Inasemaje? Luka mstari wa 41 na 42. Inasemaje? 41. Nasema basi mbona watazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako? Kristo anauliza, mbona tunatazama kipaji ambacho katika jicho la ndugu yako? Na boriti lililo ndani. Na ndio maana naelea sisi wana matezo. Sisi ambao ni wasabato ambao tunajua ukweli. Kwa nini tunakibiria kutazama boroti ama nasema boroti lililo katika jicho la wenzako? Mpo 41. Basi mbona wakitazama kibanzi? Mbona unakizama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako? Kilicho ndani ya jicho la ndugu yako. Yaani sisi wanangia tunaangalia kwa sabato, alafu tunaangalia makazi zingine. Lakini sisi je, endelea. Na boriti iko ndani ya jicho lako. Kwanza tunajiangalia sisi, tumekamilika sisi wenyewe sasa. Je, tumekamilika? Endelea.
lililo ndani jicho yako, iliyo ndani ya jicho lako, wewe huliangalii. lakini kwanza wewe uchunguzi. Tunafaa kwanza tujalie sisi wenyewe, je, tumekamilika inaweza kutazama wengine, ama tunawaingiza katika moto pia. Unaweza jita maybe tunawahubiria wanatoka katika JC, lakini bado tunawaingiza katika moto, kwa sababu taa zetu ndio zitakazo kutuelekeza kujua hakika siko katika njia tu. 42. Au utazaje mwambia ndugu yako, ndugu yangu, nikitoa kibanzi kilicho ndani ya jicho lako. Unaweza mwambiaje nikuwe kile kibanzi ambao katika jicho lako? Awe uliangalia boriti lililo ndani ya jicho lako mwenyewe. Kwanza ujiangalie katika jicho lako mwenyewe. Kutoa nini? Banzi. Uwezi enda sema wacha toe na wewe kwanza jitoa. Jichunguze kwanza. Na ndio maana tunaelewa sana amri za Mungu. Tunapokuwa tunasoma amri za Mungu, tunawa mambo ya amri za Mungu, kitu ambacho tunafaa tuangalie sana. Tusio watu ambao tutakuwa tu tunahubiri, lakini kuna mambo hatujibushi kuelewa na kujua ili tukaweza kufanikiwa. Na tuna amri tunazo zilizozitamka kuzikairi. Inatoka katika kitabu cha Toka 20:3, ukienda kusoma utakiona hapo. Lakini kuwa nikajiuliza, Warumi una habari gani kuhusu 13:8 inasema? Warumi 13:8 inasema, Warumi 13:8 inasema, msiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana. Msiwe na mtu chochote isipokuwa kupenda. Watu wa Mungu, kile kinachotoka ndani yao, kitu ambacho mpendo. Endelea. Kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Si kutamka sheria ama kuhubiri sheria, mbali usifanyie kazi utoke ni yako, kwa sababu elewa amri verse 1:10 ni upendo, ndio ile amri kukamilika. Lakini bila upendo hauwezi amri. 9. Maana kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikipo amri nyingine yoyote, inajumulisha katika neno hili, ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwanza umpende jirani yako kama nafsi yako. Fanyia kazi hayo. Yohana naye waraka wa pili, Yohana kwanza wa pili mstari wa kwanza na 6 inasemaje? Nayo inatuonga nini? So waraka wa pili wana mstari wa kwanza, yani waraka wa pili wa Yohana kwa ama mstari wa 6. Endelea, nitakwambia mpaka wapi inasemaje. Inasema 6. Na ndio upendo. 6 na ndio upendo, tuenee kwa kufuata amri zake. Yani upendo unajiswa na amri. Kwa hivyo sipo hakuna amri, na pasipo hakuna upendo. Kwa hivyo upendo na amri zinaungana ili uweze kwenda ya amri. Tuendelee. Hii ndiyo amri kama ilivyosikia tangu mwanzo. Kwa si kitu pia ilizia tangu mwanzo. Mwenende katika hiyo. Tuende sisi wanatengenezwa katika upendo huo. Endelea. 7. Kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani. Wadanganyifu wengi wametokea duniani, wasiokiri kuwa Yesu Kristo, wasiokiri kuwa Yesu Kristo yuaja katika mwili. Ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Fika hapo. Kwa hivyo mambo ambayo tunafaa wewe. Je, upendo unatoka wapi? Yohana wa kwanza mstari wa kwanza, mstari wa kwanza hiyo Yohana 4 mstari wa wapenzi. Msiamini kila roho. Nimesema first waraka kwanza wa Yohana 4 mstari 7. 4:7. Nasema wapenzi na mpendane. Wapenzi na tupendane, kwa kuwa upendo kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo unapokaa
na kusema na zitii amri, lakini bila upendo utokao kwa mwenye amri. Endelea. Na kila ampendaye ameliwa na Mungu. Ili uweze kuwa mtakatifu ama uweze mkamilifu, lazima uwe na upendo unaotoka kwa Mungu. Rudia 7. Wapenzi, na mpendane. Twendane. Kwa kuwa twendane gukorwo pendo latoka kwa Mungu. Pendo cio uma kwĩ Ngai. Na kila ampendaye na ũrĩa wothe ũndaga amezaliwa na Mungu. aciarĩtwo Ngai. Naye anjua Mungu. Na nĩamũĩ Ngai. Koguo hatarĩ wendo gũtirĩ kũmenya Ngai. Mũhari wa kana. Na inasema asiyependa ũrĩa ũtete hakumjua Mungu. Mũĩ Ngai. Kwa maana gũkorwo Mungu ni upendo. Tondũ Ngai nĩ wendo. Ũrĩa ũtendete ndoĩ Ngai, nĩ gũkorwo Ngai ni wendo. Tolea ndogo. Unajua vitu zingine ni vitu ambavyo tunafaa tunaangalia sana. Tunajifunza na kuelewa mambo ya Mungu, jinsi Mungu anavyotaka. Waraka wa 4 mstari 20 na 21 inasemaje? Na 20 inasema, sema, mtu akisema mundu uria ungiu naenda Mungu anampenda, yani ni amwende Ngai, naye anamjia ndugu yake, lakini yeye wamjia ndugu yake ni muongo. Ucio ni muhenia. Kwa maana ni korwo asienda ndugu yake uria utendete ana murata ambaye amuona urona hawezi kumpenda Mungu ambaye humuona. Ugiuga ni wendete angikorwo ndwende cio urona, uge ni wendete Ngai uria utaramuona. Koguo no nginya wirute kwenda Ngai, wirute mundu ucio na wendo ucio thihirishe Ngai uraiga ndio muwi. So ni vyema unasema unampenda Mungu, kwa mpende jirani yako ama rafiki yako, ndugu yako. Elewa 21 amri hii tupewa naye igere amri no yute kwe ya kwamba gukorwo yeye ampendaye Mungu umwende Ngai ampende na ndugu yake. No nginya wende nginya brother yaku. Yani mambo ya upendo, habari ya upendo ina uzito. Pasipo upendo hakuna kujua amri, na pasipo amri hakuna kutii. Ani pasipo upendo si kusitimuli. Yani kila kitu, kila andiko ambalo andikwa na Mungu lina upendo na linabeba upendo. Yohana wa kwanza 3 mstari wa 1. Semaje? Mambo ya upendo tunaonyeshwa mahali. Yani tunagiwa kuelewa mambo ya upendo. Endelea. Wa kwanza 3 mstari wa 11. Ukiendelea inasema 11. Maana hii ndiyo habari mlioisikia tangu mwanzo. Igwe. Yani inajirudia tangu mwanzo. Kwa hivyo upendo imegulia. Upendo 11 inatangulia. Endelea. Kwamba tulane sisi kwa sisi. Ya tuwe na urafiki sisi kwa sisi. Unapomuona ndugu yako amekuja nisani lakini haumpai, ulie, je, shida ni wapi? Ili ule ukadhihirika. Leo unapoachana mtu kwa sababu haji sani, achana na yeye, hauonyeshi dhahiri ya kuwa upendo upo ndani yako. That means kile ambacho anachokuja kufanya ndicho ukaja nacho, ila aufuatilii nini kilichomfuata. Upendo haupo kabisa. Ni lazima kwanza tufanye bidii kufanya matendo, lakini maneno lazima uonyeshe upendo, yani upendo wako more than kwa mdomo. So lazima tualie sisi kwa sisi na kuanga kupendana sisi kwa sisi, kujana sisi na kufuatana sisi kwa sisi, ndio tuweze kuirisha Kristo, kwa sababu tuna Kristo upendo. Na tunapo step za Kristo ni lazima elewe kutembea katika Kristo, ili yule anayekutama anaona Kristo ndani yako, na hapo ndipo utakapoma hakika ili ongozwa na Roho wa Kristo. Yohana kwanza 3:14-15 inasemaje? Yohana wa kwanza 3:14-15 nasema, sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini. Tena elezo, tumepita toka mautini kuingia uzimani. Kwa maana twawapenda pia kutoka katika giza na kuja katika uhuru, ama kutoka katika mauti na kuja katika uzima. Ni lazima kwanza wapende madugu. Endelea. Yeye asiyependa, yule ambaye asimpenda kaa katika mauti. Sasa huwezi sema nimetoka katika mauti ati kwa sababu nitii amri. Hauwezi sema nimetoka katika mauti kwa
kwa kupea maskini kila kitu, lakini sasa unatoka mauti kwa sababu ya kitu ambacho kidogo sana tunaweza jifunza na kukishika, kitu ambacho kwa upendo. Upendo rahisi sisi tunaiona ngumu, lakini unapoona na roho wa Mungu, upendo ni rahisi. Unajifunza kusamehe, unajifunza kupenda. Kupenda ni nini? Unasamehe, unakuto kupigana na mtu, kutopigana na maneno. Tusomee Isa mstari wa 6 mstari wa 5, kwa sababu unapotembea na watu wabaya, inatuambia hivi, unapotembea na watu wabaya, mdomo wako unatoka maneno macho, kwa sababu unatembea na wabaya. Je, wao unafaa kuwafanyia, kuwapenda? 5:6 inasemaje? 6:5 Isaya. Ndio tuendelee na mada yetu. Kitabu ya Isaia 6:5 inasemaje? Inasema sisi wenyewe tumekuwa ambao wako na machafu, ili tunatenda watu wachafu. Je, watu wachafu tujiepushe na wao, kwa sababu huwezi kuwa na tabia mbaya udhanie atuwaswa na roho wa Mungu. Soma hiyo. Inasema ndipo niliposema. Samueli, Isaya anasema ndipo niliposema, alipojielewa. Ole wangu kwa maana nimepotea kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Kwa hivyo sisi watu ambao tunafaa kujielewa, kujua sisi ni watu wenye midomo michafu. Endelea. Nami nakaa kati ya wenye midomo michafu. Nami ni kati ya watu wenye midomo michafu. Hivyo kuna watu ambao wanakufanya unakuwa na midomo michafu, una kati yao, lakini unapojielewa, kumbe unafunguliwa macho, unaelewa nini? Endelea. Na macho yangu, na sasa hapo unajielewa. Sasa unapojielewa mambo yako na kweli ni mwenye hofu, unajielewa. Sasa unakuja mbele Mungu, unamwomba Mungu, naye anakufungua. Unaona nani? Soma. Na macho yangu yamwona mfalme Bwana wa majeshi. Kwa hivyo hapo sasa jielewa, unatazama, unamuona Mungu Bwana wa jeshi. Enda 7 na 8, utaona Mungu anakurekebisha, alafu tena na kukamilisha kutuma kake. Anauliza, je, nitatuma nani? Unakamilika, ni mimi hapa, na Mungu anakutuma kazi yake. Je, kumpenda ndugu yako ni aje? Tunafaa kumpenda yetu aje? Waraka wa kwanza Yohana 3, waraka kwanza wa Yohana 2 mstari wa 7 na 8. Je, unafaa kumpenda ndugu zetu aje? Unafaa kumpenda ndugu yako kivipi? Unafaa kufanya? Soma hiyo. Waraka wa kwanza Yohana 3:17 inaje? 3:17 inasema hivi, lakini mtu akiwa riziki ya dunia. Je, tunafaa kumpenda ndugu zetu aje? Mtu akiwa na riziki ya dunia kisha akamuona ndugu yani mhitaji, tabia ya kwanza ambayo inafaa kudhihirisha upendo ulio nao, haingia mtu ambaye anahitaji mahitaji, alafu nawe uko na riziki. Endelea. Na ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huduma zake. 8 kila, lakini mtu nasema lakini mtu akiwa na riziki yake ya dunia, mtu akiwa na hali yake nia, kisha akamwona ndugu yake mhitaji, akaona ndugu yake anahitaji, akamzuilia huduma zake, upendo wa Mungu akaje ndani yake huyo. Sasa swali, upendo wa Mungu unaweza aje ndani huyo mtu? 18 watoto wadogo, inywesha nini le? Tusipende neno. Ndio vizuri. Watoto wadogo, tusipende kuwa neno. Tusipende kwa neno. Tusipende kwa neno. Kwa ulimi. Tutikende na kwa neno, si ndio? Tutike na makanua yaliyo. No tuweke, hebu rudia, tusipende neno. Wala kwa ulimi. Na kwa ulimi, bali kwa tendo la kweli. Kwa hivyo kuongea na kusema haishi, bali tuko matendo ndio kudhihirisha ndio nao. Sasa jui sisi tunafaa tuseme. Sasa sisi tunafaa tujue aje, ama sisi wenyewe faa tufahamu aje? Na nimekaa na nikiuliza, je, upendo kitu ya kwanza Mungu alipokuwa anaongelea kuhusu upendo, nikachukua Adam na Eve, aliwafundisha nini kati ya mke mume. Nikataka kujua, je, wanaume, kwa sababu upendo umekosa katika je, Mungu wanawake wale ambao walikuwa amewaweka wakiwa wabizi wakati wa mitume, wakati Kristo kwa sababu sasa tunahubiri Ukristo,
nikataka sana kukumbusha mama kanisa, wanaume sisi wa kanisa. Nikaangalia sasa katika boma, nikachukua nikajiuliza, je, Petro unatuambiaje? Petro wa kwanza 3:5-6. Wale ni wale ambao Mungu aliwama mime ambao wanatuongoza kwa mama. Wamama wetu wanafaa wapi ili upendo ukadhihirika katika mama zetu? Semaje? Kwanza ngapi? Tu mstari wa 5 inasemaje? Inasema maana hiyo ndiyo. Ana hivyo ndivyo ama ndio hivyo. Unasema aje? Maana hiyo ndivyo. Sasa tunachukua wanawake waliotutangulia, chukua mifano yao. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wake watakatifu. Wanawake hapa kuna kwamba wanaambiwa wale waliotutangulia tuwa mtindo wao, ili tukaweza kukamilika upendo katika boma, kwa sababu shida zote za katika boma, shida zote zinatoka katika boma, na tusipoelewa boma na kujua ile makanyango yale mapito yalipitwa, tuyachukue mapito. Tunapochukua Kristo ambao walitangulia, tabia zilikuwa jema. Tunapochukua tabia zetu, tunakuja kwa tabia zetu hii jema. Tunafaa tujifunze toka wapi? Tujifunze katika wale tutangulia. Ndio maana naambiwa tunaoshwa wale waliotutangulia jinsi walikuwa. Rudia verse 5 inasema maana hivyo walivyojipamba wanawake watifu wa zamani. Walivyomtumaini Mungu. Wanawake wa zamani kwanza walimtumaini Mungu, watii waume zao. Alafu kitu cha pili watii waume zao. Kama vile sasa tena unachukua mfano ukiwa mama, unachukua mfano wa jinsi Sara ilivyokuwa. Yaani kama wewe ni Mkristo kamili, usipinde kama mtii mume wako uko kando katika wale waliotangulia. Kama ujambi kara ama kujifunza na kara, bado hujafika kiwango ya Mkristo, bado uko bono ama fake. Lazima ubishe ili uweze kuchukua ama uweze kuwa tabia za wale waliokutangulia. Sara, endelea 6. Alivyomtii Ibrahimu. Sara alimtii Ibrahimu. Hivyo ndivyo wanawake pia wanafaa kufanya. Akamuita Bwana. Nanyi ni watoto wake. Rudia hapo 6 vizuri, kuna kitu umeacha hapo. Alivyomtii kama vile Sara alimtii Ibrahimu. Akamuita hapo, ndio nilikuwa naona umeacha. Bwana. Akamuita Bwana. Nanyi ni watoto wake. Sasa unaona, yani sisi ni watoto wa Ibrahimu. Kwa hivyo tukua mno wao. Sara namuita. Sasa hapa tunaongelea wanawake. Sara muita Ibrahimu baba. Na kwa sababu tuna Ibrahimu ndio baba yetu. Endelea. Mfanyapo mema wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Endelea. 7. Kadhalika ninyi waume. Sasa tunapofika hapa tunaona jinsi wale wake watiifu ama walivyoamba kwa mambo yao. Ukirudi hapo wazia hapo dhiri na jinsi wale katika wao yao walikuwa. Alafu sasa turudi hapa tunaona tabia zao. Sasa tukatoka katika wake. Tena tunaingia kwa mwanaume. Mwanaume ambiwaje? Hapo 3, 7 na 8. Soma. Kadhalika sisi wanawasi. Nyinyi waume. Sisi wame. Kaeni na wake zenu kwa akili. Kae na wake zetu kwa akili. Na mpa mke heshima. Na tunachukua heshima kumpa mke. Chombo kilicho na nguvu. Kwa hivyo mimi wewe unapokosa kumheshimu mkeo, tunafanya makosa ambayo tunafaa kuomba kili kumsamaha. Nijaribu kufanya yale Mungu anayetuiza ili tukaweze kama wale waliotutangulia. Lakini tunaenda kinyume, tukae tukijua pia nasi wa Kristo kamili. Tuko bonoko. Kwa hivyo tunafaa tuwe wa Kristo hodari kamili. Endelea. Kama hivi pamoja neema. Kama hivi pamoja na neema ya uzima. Endelea. Namaliza. Kusudi kuomba kweli. Hapa kuna pointi tunafaa tuelewe. Kuna zile mambo zinaweza kutuzuilia. Tunapoomba hatusikilizwi. Hatusikilizi nini? Omba kwetu. Endelea. Usizuiliwe. Kwa hivyo yale mambo ambayo tunafundishwa tukufanya kuwatii na kuwapea wake zetu heshima na nini? Na wao kwa akili. Alafu tunaomba ili maombi yetu yasije kama nini? Ikazuiliwa. Hivyo hapa kuna wenyewe katika familia. Tunaweza omba tu lakini hakifanyiki. Endelea. 8. Neno la mwisho hili. Sasa neno la mwisho hili. Endelea. Muwe na moja. Pamoja kwa katika mawazo. Endelea. Mwenye kukumana, mwenye kupenda, ndugu, wasiotikivu,
wanyenyekevu. Na Wanyenyekevu. sasa tunajua katika waraka wa kwanza 2:15 tusipende dunia. Tusipende dunia. Sisi wana familia tusiongozwe na mambo ya dunia. Na upendo unataka kwa boma. Hii upendo yote tunapoiongelea tangulia kwa soma 15 na 17 naje. Waraka Kwanza 2:15 na 17. Imaje? na tuni inasema msipende dunia. Tusipende dunia. Ana mambo yaliyomo katika dunia. Tusipende dunia. Tende maundu maria thino. Mkipenda dunia. Uria wothe ungienda thi maundu maria me thino. Kumpenda Baba. Kumwenda Ngai. Hakumo ndani yake. Koguo unapenda ulimwengu. Sasa wana familia, kuna vitu tunafaa tusipende. Kena msipende mambo ya dunia. Kwa sababu unaposema napenda mambo ya dunia, hakika wewe haumpendi Mungu. Juu anayependa dunia ni adui wa Mungu. 16. Kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Tamaa ya maana yake unapotamani mambo ya dunia hii, maisha ya dunia. Na pale tulitangulia kusema ufalme wa Mungu zingine utazidi. Kwa hivyo unachukua mambo ya tamaa ya dunia, hakika hautafanikiwa. Kuna mali tena tulisoma Biblia tukaambiwa unaweza tamani vitu lakini upati kwa sababu unaomba ili uweze kuridhisha nini? Tamaa zako. Kwa hivyo hapa tunakataza, tunaambia tamaa ama surudia hapo Paulo 16. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili. Na hapa tunarudiwa tamaa ya mwili, tamaa ya macho na tamaa ya macho. Jamani 16. Na kiburi cha uzima. Ni buri uzima vitokani kwa Baba, vitokani kwa Mungu, bali vyatokana na dunia. Kwa hivyo inatoka nini? 17. Na dunia inapita. Nakumbuka katika mawazo yako unatamani mambo ambayo yaisha. Ndio tunakuambiwa dunia inapita. Dunia inapita pamoja na tamaa yake. Yaani utatamani usije ukitamani ni usije ukimini. Baada iacha dunia inapita. Endelea. Bali yeye afanye mapenzi ya Mungu. Amina. Uria wikaga wendi wa Ngai adum hata milele. Atoka tene na tene. Kwa kuna vitu ambazo tunafanya sisi kujikusha na kuwa ili tuweze kutiwa na ya dunia hii. Tukiamu kila siku unaongelea kwa mawazo yetu. Tumani vitu vinaisha, ni vitu ambavyo vinaisha. Lakini tukimemea Mungu ambaye anatushika sisi, tutaishi milele na milele. Yakobo 1 mstari wa 22. 21 mpaka mahali itakwambia. Yakobo 1:21. Semaje? Nasema kwa hiyo wekeni hali uchafu wote. Sasa tuna ule uchafu ambao uko yetu ili tukaweze kufanikiwa kuelewa nia viliomo duniani vinaishi. Sasa tunategemea Mungu ambaye anatobia tutaishi. Sema kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote. Na ubaya uzidio kukea kwa ule neno. Na kuna stay weka. Penye kuna koma unaona Soma. Hiyo wekeni hali uchafu na ubaya uzidio. Weni uchafu wote ubaya uzidio. Na kupokea upole neno le. Na kupokea kwa upole neno ile lilandwa ndani. Kuna ile neno ambalo lilandwa ndani waiongee. Liwezalo kuzikoa roho zetu. Yaani kuna kitu ambao kinakuma uwe ubaya ulioko ndani yako. Uweze kuongea na ile neno ambalo liko ndani yako. 22. Nasema. Umesoma basi? 22. Lakini iwekewa sema. Lakini iwe mtendaji wa neno. Iweni watendaji wa neno. Na hii kitu ina mara mingi. Iweni utendaji wa neno. Endelea. Wala watendaji wasikia tu. Na tusiwe watu wasikia tu. Tutia amu. Nasikia tu amu. Je, tunaenda kazi, tendea kazi. Endelea. Hali mkijidanganya nafsi zenu. Lakini tunajidanganya katika nafsi zetu. Endelea. 23. Sababu mtu akiwa msikiaji no kuigua waneno kama wakiugo tule nasi mtendaji na soma vizuri wala si mtendaji. Mtu huyo ni kama mtu anayeangalia uso wake. Musio mundu uri ukerora gicicio
katika kioo. 24. Maana niguo hujiangalia eroraga huenda zake agacoka riganirwo agare mara asa jinsi alivyo. ningĩ agacoka riganirwo ũrĩa ahana. 25. Lakini no rĩrĩ aliye itazama sheria kamilifu iliyo na uhuru. no ũrĩa ũrora sheria iria kamilifu na uhuru nĩ kĩĩ? Uhuru na gĩkũyũ uhuru. Endelea. Uhuru na kukaa humo asiwe mkiaji asiwe msahaulifu bali mtendaji wa kazi. Huyo ataheri katika kutenda kwake. Fika hapo. Kwa hivyo tunaona kufanyia kazi ndio muhimu. Bili hapo hiyo 14 na 17 na tuongezee 17. Nasemaje? Ndugu zangu yafani ya nini mtu akisema yako ana imani no agiuga ena wĩtĩkio ini hana tendo no ndarĩ ciĩko. Je, ile imani yaweza kukoa? Rĩrĩ wĩtĩkio rĩarĩ na ũmũhonokie. Kĩu nĩkĩo wĩũrie, ujiulize inaweza kukuokoa? Atano. Je, kuokoa? Jiulize swali. Kitabu mwisho Wakorintho wa kwanza 13:17 inatuambiaje? Wakorintho wa kwanza 13 moja mpaka 7. Soma. Nijaposema kwa lugha za damu. Sasa Biblia inasema nijaposema lugha ya wanadamu na za malaika. Nijaposema kwa lugha na mwanadamu na za malaika. Kama si upendo nimekuwa baba na utubu vumao. Endelea. Tena nijapokuwa na unabii. Ona ingĩkorwo na unabii. Jua siri zote na kumenya thiri ciothe tukoragwo nacio sawa na matengezo na maarifa yote na maarifa mothe. Nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha mlima. Ona ingĩkorwo wĩtĩkio ingĩhota kuhamia irĩma. Kama sina upendo no ũngĩkorwo ndĩ wendo si kitu mimi. Yani ndirĩ kĩndũ ni. 3. Tena nitoa mali yangu zote ingĩruta iria kwa ciothe kuwalisha maskini kumahe thĩni. Tena nitoa mwili wangu ni moto ona ingĩrutwo mwĩrĩ wa ũcinwo mwaki. Sina upendo ndirĩ na wendo hafaidi kitu ona hatirĩ kĩndũ ndĩreka. Endelea. 4. Huvumilia. Wendo nĩ ũmagĩrĩria. Hufadhili. Upendo hauhusudu. Upendo hautakabari. Hauvunji. Haujivuni. Haukosi adabu. Haukosi adabu. Tafuti matendo yake. Hauoni chungu. Fika hapo. Enda uwe kusoma utaona hapo. Kitabu hicho ni Yakobo 2:1-5. Kitabu cha kufunga. Yakobo 2. Ndugu zangu, nyie kazi Mungu. Tunafaa jaribu kung'ang'ana kuombeana ili tukaweza kufanikiwa katika safari hii jaribu. Na jinsi dunia inapoenda. Sisi wenyewe tunagawanyika. Hata ieleweke. Jita wana matengenezo. Lakini tunagawanyika. Lakini most important ni tujielewe. Kujielewa wenyewe na tuuze maandiko zaidi. Sitake kukaa tu pasipo kuelewa. Kama tujize na kusoma na kusoma. Soma hicho kitabu. 2:1-5 inasema. Waraka Yakobo 2:1-5. Sema, ndugu zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, msiwe na kwa kupendea watu. Tusiwe upendo kwa kupenda nini? Maana akaingia katika sinagogi lenu. Aingia katika sinagogi lenu. Mtu mwenye pete ya dhahabu, mavazi mazuri. Kama mũndũ ũrĩa wĩna mbete njega na indo iria cire. Kisha kaingia na maskini. Anacoka kaingira mũthĩni. Mwenye mavazi mabovu. Ũrĩa wĩna indo iria cia thĩna. Kinya hau. Kwa hiyo tunafaa tufikirie na tumuombe
atusaidie. Kwa sasa tutafikisha hapo, lakini kenye ningeomba tuombe sana Mungu atusaidie, tusiwe watu sikia tu, bali tuwe watu wanafanyia ujumbe huu kazi, tuweze kuelewa, kujua mengi. Tuombe. Mtakatifu uishie milele, tunakushukuru, tunaomba uweze kumia Roho wako Mtakatifu akae ndani. Tunajua tumeyasikiliza na tumejifunza, tupe memory itokao kwako ambao ni ya kuweka uwe wako kakaa katika mioyo yetu, ikaweze kuongelesha kila siku, tuwe ya kuuliza na kutoa, bali utulinde na utuongoze tuweze kufanyia kazi, tusiweze tu kusikiliza tu. Tupe nguvu tuongee kwa leo, tuondolee magonjwa ili ama mioyo iweze kukamilika. Tunajua shetani afurasi, tunaomba Mungu aweze kutuweka hai, usikubali tukamilika toka dunia kabla tujalika kukuona wewe. Utakapokamilika Mungu, tunakuja kwa unyenyekevu, tunajisikia tunatupenda usi hata kama tuna wenye dhambi. Control mioyo yetu, ngoze katika metu, ngoza familia yangu, familia yetu, nguvu tulinde na familia yangu. Mungu uliyenipa tuongoze, tulinde, ishi nasi mpaka kurudi kwako. Usitutenganishe mimi wangu, mama yangu. Mungu ishikilie kwa mikono yako, kwa sababu ulitushikana. Tunaomba uwepo wako kaweze kutusingia, tulinde mpaka mati hata tutakapo pamoja, ni katika jina la Yesu.